Kilio cha kizazi kilichosaulika, ndoto zilizozikwa na ukweli usiosemwa. Cheti mkononi, matumaini moyoni, lakini kwa bahati mbaya hakuna mlango unaofunguka. Mlango wa ajira umefungwa kwa kufuli ya hongo, rushwa wa mwili na ujamaa wa kifisadi. Miaka 4 ya kusoma haikuwa rahisi. Kulala njaa, kulala kwenye sakafu ya baridi ya chuo, kujikokota kwa ada na kusoma kwa mwanga wa simu. Yote haya yalifanywa kwa imani kuwa siku moja maisha yatabadilika. Siku moja mkono utalipwa kwa jasho lake, lakini baada ya kuhitimu hali inabadilika. Ndoto huanza kuoza polepole, zikizikwa hai kwenye jalala la kupoteza ajira. Kijana anaamuka kila asubuhi akiwa na bahasha mkononi, cheti kifuani na matumaini rohoni. Lakini kila mlanga na ugonga ufunguki. Ofisi zimejaa watu wasiostahili, waliopata kazi sio kwa bidii bali kwa majina, mitandao na masharti maalum. Huko waliosoma kwa jasho na mbio subiri nafasi, huku nafasi hizo zikiuzwa gizani. Wanaume wamegeuka kuwa watumwa wa mifumo usio na huruma. Wanafanya kazi zisizoendana na taaluma zao kwa sababu hawana chaguo. Wanaume hawa hawalalamiki, wanavumilia, lakini uvumilivu huu umekuwa sumu ya kimya unayoua mioyo ya wengi. Wanapokata tamaa hawasemi, wananyamaza, na wakinyamaza hawasikiki. Wakikosa kusikika wanapotea kabisa. Kwenye upande mwingine, wasichana nao hawajaepuka mateso. Nafasi nyingi za kazi zimejaa mitego ya unyanyasaji wa kijinsia. Wanaambiwa kwa ushawishi, kama kweli unataka hii kazi basi jitoe. Na kwa kukosa njia nyingine, wengi hujikuta wakitumia miili yao kama daraja la ajira. Ni uchungu usiosimuliwa, lakini unaishi ndani yao milele. Kwa wote, iwe mvulana au msichana, mfumo umegeuka kuwa mnyama anayekula ndoto zao. Na kati ya yote, wale wasiojiuza au kujipendekeza ubaki bila kazi. Cheti chao ubaki kuwa ukumbusho mateso, si mlango wa mafanikio tena. Kati ya haya yote kuna wale waliokata tamaa kabisa, walioamua kwamba maisha haya hayana maana tena, wakaandika jumbe za kuaga, wakaondoka kimya kimya. Walikuwa vijana, walikuwa na ndoto, lakini ndoto zao zilikanyawa hadi zikavunjika vipande vipande. Serikali nayo imebaki kuwa na maneno mazito na ahadi tupu. Kila uchaguzi vijana waambiwa tutawapa ajira, vijana kwanza, lakini baada ya kura wanabaki na radio tu. Milango ya ofisi hufungwa, matangazo ya kazi hupotea. Kura zao hawatumiki wengine, si wao tena. Hii ni simulizi ya mateso ya kimya, kilio kisichopata sikio, kizazi kinachokufa polepole huku kikitabasamu kwa nje. Ni kizazi kilichosoma kwa taabu lakini kimefungiwa nje ya fursa. Kizazi kilichoelewa na ahadi lakini kinalishwa na uongo. Lakini katikati ya giza hili lote bado kuna mwanga. Mwanga wa matumaini, mwanga wa kuamini kuwa ipo siku. Siku ambapo kwamba cheti hakitakuwa mzigo tena. Siku ambapo mwili hautakuwepo tiketi ya kazi. Siku ambapo sauti ya kijana wa Kenya itasikika kwa nguvu. Siku ambapo hakuna atakayejua kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Siku ambapo mfumo utajifunza kuheshimu juhudi za vijana. Na hadi siku hiyo ifike, tutalia si kwa udhaifu bali kwa sauti ya kizazi kilichochoka kunyanyaswa. Tutapasa sauti kwa kalamu, kwa midomo na kwa jasho, hadi mfumo ubadilike, hadi haki iwe halali, hadi kila kijana apate nafasi ya kuishi ndoto yake. Kwa sasa tunangoja, lakini hatutanyamaza. Ipo siku. Mimi ni Duke Domakori.